Mteja na mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, ni matumaini yangu kwamba ubuheri wa afya mchana wa leo, na ukaribisha katika taarifa zetu za mpasho saa 7, ikiwa kwamba leo hii ni tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Langu jina Ronelfa na mwelekezi wangu akiwa ni bwana Alex Mongare. Na basi ungana na mimi hadi tamati tunapoanza. Taarifa kuu ni kwamba gavana Amos Nyaribo anakabiliwa na hoja 3 ya kumng'oa madarakani, hoja iliyoletwa na mwakilishi wadi Julius Matwere, wadi ya Nyamatuta. Bunge la kaunti linajadili hoja hii leo Jumanne Novemba mwaka 2025. Na basi mpenzi mtazamaji, tukianza kutoka kwa hoja za kumng'oa gavana Amos Nyaribo, inatuambia kwamba ubadilifu wa fedha, tunaambiwa ya kwamba pesa zilizotolewa mara pale zimefanya nini, kwamba milioni shilingi 5.6 ziliweza kutolewa, ni pesa ambazo zilifanya masiraha isiyo halali. Pia tunaambiwa ya kwamba milioni 32 zilipotelea kwenye ugalai wa mishahara, yani ya kwamba kuna zile pesa ambazo wanasema kwamba zilichukuliwa na basi hawakuziona pale ambapo zilipo. Tukisonga mbele, tunaambiwa kwamba hoja nyingine ambayo inafaa kumng'oa gavana Amos Nyaribo inakwambia kwamba uajiri na uteuzi usio wa kawaida. Tunaambiwa kwamba mabaraza haramu Keroka na Nyamira yanaendelea kufanyika pale, na pia alipuuza bungeni na aliwateua viongozi bila idhini. Tunaambiwa kwamba uajiri bila bajeti, wafanyakazi walioajiliwa bila fedha wanafanya kazi pale, ndiposa wanasema wanataka kumng'oa gavana Amos Nyaribo madarakani. Na pia tunaambiwa kwamba alikataa kumteua Cliff Okwora kama the CEC wa kaunti ya Nyamira. Na tukiendelea mbele, inatuambia kwamba matumizi mabaya ya ofisi. Alisaini mswada wa bajeti mwaka 2024 bila idhini, na pia aliendesha kaguzi na kuwashusha wafanyikazi binafsi, na alianza bunge mashinani bila idhini. Ndio maana wanasema kwamba leo hii wako na hoja ya kumbandua gavana Amos Nyaribo katika kaunti ya Nyamira. Na tukisonga mbele, inatuambia ya kwamba sasa tunangoja tuone iwapo wawakilishi hao, kwa sasa tunaambiwa ya kwamba wakilishi 18 ndio wamefanya hiyo kazi, wako pale wakiendelea kufanya nini, kuona vile ambavyo wanasema kwamba watambandua Amos Nyaribo ofisini. Na basi tukiachana nao, tukisonga mbele, ni kwamba walimu wa shule za sekondari za msingi JSS katika kaunti ya Nairobi wameitaka serikali kuwapa nyongeza ya mishahara, wakisisitiza kwamba kiasi cha sasa cha shilingi 17,000 hakitoshelezi hata mahitaji yao ya msingi jijini Nairobi, hivyo kulazimu maandamano yao na kutaka serikali itenge fedha za kuongeza mishahara yao. Tumeleta kilio chetu kwa our president Mr. Ruto. We ask for confirmation as we signed a contract that goes for 1 year. Na hiyo 1 year tumefanya kazi yenye mateso na bado hatujakonfirmiwa. So kindly 2 years tumekataa, no confirmation, no renewal. We want to say confirm us, and it is now. These intern teachers have said no to the servitude, no to the slavery, and they are saying you confirm because our contract has ended. WD, I'm being paid 17,000, my friends. Yes. 17,000 divided by 2 for my guide. Bado sijalipa rent. Bado sijakula. Bado sijalipa transport. Ili ni move from one point to the next point. I need motorbike. How do you expect me to teach a learner in the class
nikiwa depressed. Teacher goes to class destabilized, the mind so lopsided, obnoxious things in class. There's no delivering. And so if the government values the well-being of a learner, not even a teacher, the well-being of a learner, they have to confirm these teachers now. Na kwingineko, viongozi wa kidini pamoja na maafisa wa polisi wamewahimiza wanasiasa na wakazi wa Kapchai kudumisha amani kuelekea uchaguzi mdogo wa Alhamisi, huku wakitoa wito kwa vijana kutojihusisha vitendo vya furugu vinavyochochewa na baadhi ya viongozi. Karibu mali na kuwalisha vitu mbalimbali, akili zao zikiharibika, hao vijana ndio tegemeo la kesho. Kwa hivyo watu wafanye kampeni zao kwa amani, na wajua kwamba leo Kenya bado iko, kesho Kenya iko, na bado tutahitajiana siku za usoni kama jamii ya wananchi wa Kenya. Amani ikikosekana, hakuna kitu ambacho kama tutafanya, hata kwenda misikitini na makanisani hatuwezi, kwa sababu amani imevunjika. Kwa hivyo tufanye uchaguzi wa kiungwana, sio uchaguzi wa kuleta mambo ya uhuni na kuweza kupigana au kuharibu amani, hapana. Any leader who is elected comes from Kapchai, and therefore it is their leader. So tungewaomba sana wakazi na those political leaders or those candidates to maintain and tame their people. Na tukielekea kaunti ya Nyamira ni kwamba wakazi wa Magombo na vitongoji vyake katika eneo la Manga, kaunti ya Nyamira, wameshauriwa kushirikiana na idara ya polisi ili kuimarisha usalama, huku maafisa wakitoa wito kwa jamii kujitokeza kukomesha vitendo vya uharibifu vinavyotaalisha utulivu wa eneo hilo. Kipaumbele mambo hii ya ulinzi shirikishi ama community policy ili kuweza kuimarisha jinsi huduma ya usalama inavyotolewa kwa wananchi. Kitambo kazi mingi ya polisi ilikuwa ya polisi tu, lakini siku hizi is a shared responsibility. Wakati unashirikiana na wananchi, kazi inakuwa rahisi. Utaibiwa maneno mingi, utaambiwa maneno mingi information, because information is power. Na sisi pia polisi tunafanya kazi kulingana na sheria. Tukisikizana na nyinyi, hii pomba ambayo imeharibu watoto wetu, hii bangi ambayo imeharibu watoto wetu, tusikane pamoja tumalize. Na mamlaka ya udhibiti wa sekta ya usalama binafsi imeanza mchakato wa kukusanya maoni ya umma kuhusu rasimu ya kanuni ya usalama binafsi ya mwaka 2025. Ushirikishwaji kote nchini ni kuhakikisha wadau wanaotoa maoni yao kuhusu mageuzi yanapendekezwa. To sit down with us, so we offered ourselves. We said, look, we are the ones who are in the industry, allow us to read this thing and write them and tell you how the industry works. And we thank Mr. Okello, the DG/CEO, for agreeing to this. It was a very good proposal, and it immediately accepted. I am very happy with the work of private security industry, and we brought in the bouncers, who you call bouncers previously, the stewards. Their concept or their ideas have been also conceptualized and have been taken well care of, and we look forward to having happy festivities. Just to point to this, and at this point let me remind Kenyans, let me talk to the Airbnb owners, the short stay, the hotels. We need you to have functional, working CCTVs. Let us capture details of those who enter our premises and when they leave, so that we avert some small crimes that end up in murders. Today, we have tackled a few amendments that are supposed to be done on the draft, and we are hopeful that they are going to be amended as per our request. And to feel the impact, we are waiting for them to come back so that they can give us their final review, or we can give them our final review, or we can give them our suggestions on how a proper link or an amber link can be created between the regulatory authority and the players in the. Na katika kaunti ya Migori, mahakama ya Migori kupitia tume ya huduma za mahakama sasa inaendesha hafla ya ujumuishaji wa maoni na umma maeneo ya kusini mwa Nyanza. Tume hiyo inakusanya maoni ya wananchi kuhusu njia mbadala ya kuimarisha utendaji wa idara ya mahakama, ikiwemo
ikiwemo kupunguza kesi zilizoamuliwa, kuajiri wafanyikazi wa mahakama na kuhakikisha usalama wa mazingira miongoni wa mambo mengine. Na hiyo ni taarifa ambayo tutakuwa tunaipokea ifikapo mida ya saa 1 kwa kina. Na shukrani sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako, na kufikia hapo basi ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Zidi kutufuatilia kwa mitandao yetu, tuko pale kama Ndizi TV Africa. Langu jina Ronelfa na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Alex Mongare. Mchana mwema.